Hivi leo katika Ramadhani yetu hii, kwa Ramadhani mosi, tutaanza surati Nabai, sura ambayo ni sura ya 78 katika utaratibu wa msahafu. Kati ya sura 114, sura hii ipo katika nafasi ya 78. Sura hii yaitwa suratu Nabai, na vile vile pia yaitwa surat Nabail Adhim. Yaitwa suratu Nabai au suratu Nabail Adhim au suratu Amma au surat Amma Yatasaalun. Yote haya ni majina ya sura hii. Sura hii ni sura ya Maka, kwa maana imeshuka Maka, na aya zake ni aya 41. Ni aya ngapi? 41. Na imeitwa suratul Naba kwa sababu ndani ya sura hiyo kumeelezwa habari za kiyama, na vile vile pia habari za kufufuliwa, na vile vile pia habari za malipo, na vile vile pia habari za kukusanywa siku ya kiyama. Imeitwa suratu Nabai kwa sababu imekusanya habari nyingi, habari ambazo wale makafiri ilikuwa wanazikataa, kwamba haiwezekani mtu kufa alafu akafufuliwa. Haiwezekani mtu kufa alafu ikawa siku na makusanyo watu watalipwa. Hilo ni jambo ambalo makafiri ilikuwa hawalikubali. Kwa hiyo hii ikaitwa surat Nabai, na inaelezea zaidi sura hii kuthibiti kwa itikadi ya kufufuliwa, kwamba mtu atakiwa awe na itikadi kwamba akifa atafanya nini? Atafufuliwa. Itikadi ambayo makafiri walikanusha. Na kama tulivyosema kwamba kutokea wakati wa mitume ilipopita mpaka kina Nabii Isa alayhi salam, ilikuwa watu wote wanafuata mwenendo wa dini ya Ibrahim, kwa maana millatu Ibrahim, dini safi ya Uislamu. Pamoja na kwamba watu zama na zama walikuwa wamepita wengi, lakini wengine walikuwa na itikadi ile ile ya kufanya mambo ya kheri, ilikuwa hawafanyi mambo ya shari. Mpaka ilipofika wakati wa bwana mmoja aitwa Amr bin Luai, katika kiongozi wa Bani Khuzaa. Bwana huyu mama yake alikuwa akiitwa Fuhaira binti Amr bin Arithi al-Jurhumi, kabila la watu wa Jurhum. Na huyo Arithi katika kipindi hicho ndiye ambaye alikuwa akitawala Al-Kaaba. Kwa hiyo itikadi ya Waarabu ya kufuata mwenendo na mila nzuri iliyonyooka ya kheri
kulikuwa na bwana mmoja huyu aitwa Amr bin Lu'ay. Huyu alikuwa ni mtu atoa sadaka, alisha chakula kwa watu, afanya mambo ya kheri, mpaka wale watu wakamuona kwamba yeye ima atakuwa ni walii au atakuwa ni katika wanawazuoni wema. Kwa hiyo jamii ile ya Maka ikamkubali, wakampenda. Kwa hiyo bwana huyu alipokuwa tayari kuona jamii imemkubali, aliwapiga vita hawa watu wa Jurhum. Alimpiga vita alimpiga vita nani? Harith bin Jurhum. Baada ya kumpiga vita, akamfukuza katika mji wa Maka, yeye na watu wake, akawa amebakia yeye Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu bwana alipata maradhi makubwa, ikawa hajiwezi. Kwa vile ni kiongozi, ikawa kila mmoja anatoa ushauri wake. Watu wakamwambia, katika nchi ya Sham, katika nchi ya Syria, matibabu ya maradhi ulionao wewe yapo, kama vile ambavyo leo tunakwambia ukienda India, ukienda Japan, ukienda wapi utapona. Kwa hiyo bwana kweli akafuata ule ushauri, akaenda katika nchi ya Sham, akatibiwa maradhi yake yakapona. Maradhi yake yalipopona, aliona katika nchi ya Sham watu wanaabudu masanamu. Aliona katika nchi ile watu wanaona masanamu, na yeye akaona ni kitu kigeni kabisa, Maka hakipo, kwa sababu Maka alikuwa tofuata dini ya vizuri ya kheri. Akaona jambo jipya, akaona hili penginepo ni jambo ambalo litamsaidia katika ibada zake. Aliona watu waabudu masanamu, akawauliza hichi kitu gani? Wale wakamwambia, haya ni masanamu, tunayaabudu kwa sababu tunapokuwa na shida ya mvua, tunapoyaomba yanatupa mvua. Tunapokuwa na shida ya maadui wataka kutupiga, twajikinga nayo. Tukiwa na shida hii na hii yanatusaidia. Huyu bwana Amr bin Lu'ay, ile itikadi ya kuabudu masanamu akaipenda, kwa kudhania kwamba katika nchi ya Syria ni asili ya mitume mingi kutoka pale, vile vile pia vitabu vingine kutoka pale. Akaona hii ni nchi ya kheri. Kwa hiyo bwana akaomba sanamu, akapewa sanamu liitwalo Hubal. Itikadi yake aliona kwamba ni jambo la kheri kabisa. Kwa hiyo sanamu hilo akaja nalo mpaka katika nchi ya Maka, akaliweka pambezoni mwa Al-Kaaba, akawea liabudu, na akawaamrisha watu wa Maka nao waliabudu. Kwa vile wale watu wa Maka walikuwa wameshamsapoti, ulikuona kwamba kweli ni mtu wa kheri, wakamkubali, wakaabudu masanamu yale. Na watu nchi za jirani, Hijazi na wapi, na wao wakaona kwamba ibada ile nzuri, wakaendelea katika ibada ya masanamu, na ikawa sanamu hili la Hubal ndiyo sanamu la kwanza kuwekwa katika nchi ya Maka. Kwa hiyo kuonyesha kwamba huu kinzani wa makafiri aliyekuja uharibu ni huyo Amr bin Lu'ay, kiongozi wa Bani Khuzaa. Vile vile pia sura hii imeanza na kuelezea habari za Kiyama
habari za kufuliwa, habari za malipo, habari ambazo zimewashughulisha akili za makafiri wa Maka mpaka wakawa wengine wanakubali, wengine hawakubali. Maelewano. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, ni lipi waulizanalo? An ayi shay'in, ni jambo gani? Yatasaaluna, wanaloulizana. Yasalu ba'du quraishin ba'da, yasalu ba'du quraishin ba'da, wanaulizana baadhi ya makuraish kuuliza baadhi nyingine. Anin naba'il adhim, kuhusu habari kubwa. Umeelewana? Hawa makuraishi, amma yatasaalun, ni lipi waulizanalo? Ani ayi shay'in, ni jambo gani ambalo yatasaaluna, wanaulizana. Ai, ni jambo gani ambalo yasalu ba'du quraishi ba'da, wanaulizana baadhi ya makuraishi baadhi nyingine. Ndo asema an ni herufi ya jari. Hii an katika herufi za jari kuna hiyo min, kuna ila, kuna ala, kuna fi, kuna be, kuna nini. Miongoni mwa hizo kuna hiyo an. Na ma istifahamia ni adatu ya kuuliza. Ma hadha, ma hadhihi, na hapa iko fi maali jari, mahali pa jari, kwa sababu mbele imetanguliwa na nini? Imetanguliwa na herufi ya jari ambayo ni ipi? Ni an. Umeelewana jamani? Na asili ya amma ni an ma, asili ya amma ni an ma, imedirhimishwa mimu katika nuni. Hii nuni, hii mimu imetua katika mahali pa nuni, ikawa amma, ndio kanayo shada, kwamba imedirhimishwa mimu kwenye nini? Kwenye nuni. Baada ya hapo ikaondolewa alif ya ma, ikawa amma. Ilikuwa an ma, ikaondolewa alif, ikawa amma. Tumeelewana? Lakini makusudio ya hapa inavyofasiriwa, muradi wake si mujarrad istifham. Hapana, makusudio yake imekuwa hivi: kufanywa zito hili jambo la kufufuliwa. Tumeelewana? Amma yatasaalun, ni lipi waulizanalo? An ayi shay'in yasalu ba'du quraishin ba'da, ni jambo gani ambalo wanaulizana baadhi ya makuraishi kuuliza baadhi nyingine? Mungu asemaje? Wanaulizana nini? Anin naba'il adhim, ni habari kubwa. Bayanu lidhalika shay'i, kule kasemaje? An ayi shay'in, ni jambo gani hilo? Kwa hiyo hapa akasema anin naba'il adhim. Kwa hii ni bayanu lidhalika shay, ni ubainifu wa hicho kitu kilichoulizwa. Waulizana nini? Waulizana nini? Anin naba'il adhim, waulizana habari kubwa. Wasema wali istifahamu, na istifahamu hapa litafkhimihi, ni kwa ajili ya kulifanya zito hilo jambo.
nalo ni lipi? Wa huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nao ni yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam min al-Qur'an, katika Qur'ani, al-mushtamil ala al-ba'th wa ghairi, iliyokusanya nini? Iliyokusanya kufufuliwa na mengineyo. Tuelewana? Wasema walikuwa makafiri mushirikina wanaulizana kuhusu habari za kufufuliwa kwa wenyewe kwa wenyewe, na ulizana hilo kwa kukataa tu, na vile vile pia kufanya istihza. Nasema fajaa al-lafdhu bisighati istifham, likaja tamko kwa sigha istifham litafkhili. Elewana? Kwa hiyo yatakiwa Muislamu itikadi yake ikubali kwamba yeye atakufa na alafu atafufuliwa, atalipwa kila ambacho amekitenda duniani. Na ndio maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaika mauti kuonekana kwamba kunafufuliwa, kwa sababu kama hakuna mauti ingekuwa hakuna kufufuliwa, ni mwendelezo tule. Kwa hiyo mauti ni jisrun baina hayatayn, mauti ni daraja kati ya uhai wili, baina ayati dunia alfania, kati ya maisha dunia yenye kutoweka, wa baina ayati al-akhirati al-baqiya, na kati ya maisha ya akhira yenye kubaki. Umeelewana? Kwa hiyo kubwa ni kwamba Muislamu atakiwa, jambo la kwanza ndio kuona sura imeanza aqida, lazima moyoni mwako itikadi yako iwe kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada, kwa moyo kabisa uitakidi kwamba mambo haya yako. Jambo la kwanza imani yako ikiwa safi, mambo mengine yanakuwa safi. Imepokelewa hadithi kutoka kwa Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, alisema kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mungu, araaita in laqaitu rajulan min al-kuffar, hebu nipe habari, waonaje Mtume lau kama mimi nakutana na mtu katika makafiri, faqatalani, akapigana na mimi, fadharaba ihda yadayya, akaupiga upanga moja ya mkono wangu, bisayfi, kwa upanga, faqata'aha, akaukata ule mkono. Kisha bwana yule akaenda kwenye mti akajikinga na mimi, ikawa asema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, qad aslamtu lillah, nimeslimu kwa ajili ya Mungu. Afa aqtulu, yani mtu wote. Maana kakata mkono wangu, alipoona mkono umekatika, sasa mimi panda bori nataka kumua, ndio asema mimi nimeslimu na ashhadu an la ilaha illa Allah. Mtu huyu vipi ya Rasulullah, ni muue? Angalia jibu la Mtume, afaqtulu ya Rasulullah baada an qalaha, je, ni muue mtu huyu Mtume baada ya kusema maneno haya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema la taqtulu, usimuue. Kwa kubali mtu kakujeruhi, ukapelekwa kidiboni, alafu wakwambie kwamba la ilaha illallah, utakubali wewe? Mtume amwambia la taktuluhu. Huyu bwana Miqdad bin Aswad amwambia Mtume, innahu qad qata'a yadi, anaukata mkono wangu.
Thumma qala dhalika baada an qata'aha, kisha akasema maneno hayo tayari ameshaukata mkono. Qala sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema la taqtulu, usimue. Kwa nini asemaye fa in qataltahu, kama utamuua huyo, fa innahu bimanzilatika, atakuwa kwenye daraja yako wewe, kabla an taqtulahu, kabla ya ulipokuwa hujamuua. Maneno haya yaliyosema wewe hapo Muislamu, Uislamu wako umekamilika. Ina maana kama na yule kasema la ilaha illallah, ina maana kaingia kwenye Uislamu. Sasa ukimuua utageuka, wewe utakuwa na dhambi za kikafiri, ile tutachukua thawabu za Uislamu. Thawabu zako utachukua yule, kwa sababu Uislamu ushamkinga tayari. Wa innaka kabi manzilati, utakuwa katika daraja yake kabla an yaqula kalimatahu lati qala, kabla ya kusema maneno yake ambayo ameyasema. Kwa katika jambo ambalo tunatakiwa Muislamu kuwa nalo, kwanza ni kukubali kwamba Mungu yupo, Mungu ni mmoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Akisema maneno hayo basi, na baada ya yafuata amali. Sasa amali njema, uone bwana huyu alikuwa uliwe, lakini ule Uislamu umefanya nini? Umemkinga. Amma yatasaalun an ayi shay'in yatasaalun, ni jambo gani ambalo wanaulizana? Ay yasalu ba'du quraish ba'dha, wanawauliza baadhi ya makuraishi baadhi nyingine. Ni jambo gani hilo? Ani naba'il adhim, ni khabari kubwa. Ay bayanu lidhalika shay, yani naba'il adhim ni ubainifu wa hicho kitu. Walistifham litafqini, istifham imekuja kwa ajili ya uzito na ukubwa wa jambo hilo. Na ni lipi? Wa huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-Qur'an, na ni yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika Qur'ani, al-mustamil ala al-ba'thi wa ghayrihi, iliyokusanya kufufuliwa na mambo mengineyo. Wengine wasema ni nabai, wasema ni atfu bayan. Na sababu ya kushuka aya hii au sura hii ni kwamba wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama alipopewa utume, walikuwa makafiri mushirikina wale wanaulizana wenyewe kwa wenyewe, wasema malladhi atabihi, ni jambo gani ambalo kaja nalo Muhammad kuhusu Qur'an. Ana Qur'an ndio kusema mambo yote haya, kaja na jambo gani huyu Muhammad? Wanajadiliana fima bu'itha bi, katika yale ambayo kapewa nini? Kapewa mtume. Melwana wa munasabatuha lima qablahu, na mnasaba wake na yaliyo bima qablaha, na yaliyo kabla yake, ni kwamba wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtume alipowaambia fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, munasaba wa aya hiyo, mtume alipoambia wale Quraysh fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, basi ni mazungumzo gani baada ya Qur'an watakao yakubali? Elewana. Fakanu yatajadaluna, walikuwa wanajadiliana fihi, wayatasaaluna anhu, na wanaulizana. Faqala, akasema Mwenyezi Mungu, amma yatasaalun
anin naba'il adhim. Kwa hii yajibu kule melewana Mungu aliposema fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun amma yatasaalun, lipi waulizanalo, anin naba'il adhim, ni habari kubwa, alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao wanakindania. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao wanakindania, kwa maana ni habari ambayo wanatofautiana. Ukindania wanafanya nini? Wanatofautiana. Falmu'minuna, basi waumini yuthabituna, wanithibitisha. Walkafirun yunkiruna, na makafiri wanafanya nini? Wanakanusha, kama alivyosema Sheikh hapa. Ama Sheikh wengine wasema waulizana wenyewe kwa wenyewe, alafu wanakanusha kwa istihza na kupinga jambo hili. Elewana. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao katika habari hiyo wanakindania. Falmu'minuna yuthabbitunahu, basi waumini wanathibitisha. Walkafiruna yunkirunahu, na makafiri wanafanya nini? Wanaikanusha. Elewana. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ay alladhi ikhtalafu fihi ma baina shakin fi nuqu'ihi wa mukadhibin munkirin li usuli. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao katika habari hiyo wanatofautiana, wanakindania. Ai, wanatofautiana kati ya mtu mwenye kuwa na shaka kutokea kwa hicho kiyama. Umeelewana? Kiyama ni kweli, lakini hata Waislamu wengine pia kwa mwalimu zake, kama hicho kiyama kipo, mbona kuna kazi? Sio maana wewe uone kama kipo. Ona jambo, maana jambo alionekana ipo kweli, na kumbe jambo la mbali linaonekana. Waona waangalia sijui huko World Cup, sio huko Tanzania, kwa jamaa uwezekana hayo kwa Mungu, sio pesa. Mungu asema innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarib, wanaiona sio iko mbali, ipo karibu. Kwa ni jambo la kuwepo, na mwenye kukadhibisha anakanusha kwamba haiwezekani. Alladhi hum fihi mukhtalifun, nasema wala yakunu dhalika illa biimani billah. Hilo la kuitakidi kwamba kweli jambo hili lipo, kufuliwa kupo, ni kwa mtu mwenye kuamini nini? Mwenye kuamini Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la imana bila mahabba, hapana imani bila kumpenda Mungu au kumpenda mtume, hakuna imani. Kuna maaba. Hata kama mwenzako pia umemkiri kwamba rafiki yako katika jambo, lazima kubwa udhihirishe mapenzi. Usione kwamba kafanya jambo kapatia wewe wachukia. Akifanya jambo akikosea wewe ndio atangaza kabisa. Hapana, lazima imani katika moyo wako. La imana bila mahabba, hakuna imani bila na mapenzi. Unaona sio? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tena kwamba al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ile ambayo imethibiti katika nini? Moyo, alafu amali zita. So mimi ni muumini bwana, mimi ni muumini.
kuona kwamba kuna Muislamu na muumini. Muislamu ana tepe mbili, kwanza ana tepe ya Uislamu, alafu ana tepe ya imani. Lakini Muislamu ana tepe moja tu. Maana yawaje kwamba yeye asema Mwenyezi Mungu alafu mswali. Hiyo ni maana yake. Ewe Uthman, wewe ni jina tu. Ile muumini amali zako zionekane, usifanye Mwenyezi Mungu asione. Qul fasayara Allahu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu. Kifanya amali Mwenyezi Mungu ataiona na mtume atafanyaje? Ataiona. Jambo hilo lifanyalo umati wake au wewe Muislamu, ukifanya jambo lenye kumfurahisha mtume kudaliwa furaha kwa umati wangu kweli. Ukifanya jambo lenye kumhuzunisha mtume anahuzunika, watu wangu vipi hawa? Hivyo hivyo mzazi wako awe baba awe mama, ukifanya amali ambayo hairidhia anafurahi, ukifanya amali ambayo hairidhii anachukia. Unaona sio? Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu asema, inna qauman abadullaha raghabatan, kuna watu ambao humwabudu Mwenyezi Mungu kwa kupenda tu, hautashwa kile kitu tu. Inaweza kuwa kuna ibada kaambiwa bwana ndio kahiji, akisikia kwenda kule kwenye kuhiji kwa kupenda twende mpaka kahiji. Pamoja kwamba kwenye ibada lakini akisikia aliyasema fatilka ibadatu tujjar, hiyo ni ibada ya fanya biashara. Ibada hiyo haina mwelekeo mzuri. Na kuna wengine wanamwabudu Mwenyezi Mungu, ndani yake kuna kumwogopa Mungu. Kwenye ibada kama sikufanya Mungu, mimi kama sikuswali Mungu anaje, kama sikufunga Mungu anaje, kama sikufanya hivi Mungu anaje. Aliyasema hao ndio waja wa Mungu. Kwa ufanye jambo si kwa utashi, ufanye kwamba na hofu Mwenyezi Mungu kaniamrisha jambo hili. Bwana ndio kwa katika maimamu Abu Hanifa, yeye madhehebu yake ile sunna kwa yeye ni wajibu. Kwa madhehebu yake wataka utali lazima tarehe uswali wajibu, taka utwali sunna fulani wajibu. Na kwani kafanikiwa kwa sababu watu wengi wake walikuwa ni wachache. Ndio katika imamu ambaye ni mkubwa au watu kina Shafi na wale wadogo wote, yeye ndiye mwenyewe na ndiye alidiriki baadhi ya masahaba katika zama zake. Abdullah ibn Mas'ud katika zama za hao alikuwepo yeye na alipata ilmu yao. Tumeelewana? Na kuna wengine wanafanya ibada kwa kumshukuru Mungu. Alikuwa atarajia kitu amepata, akifanya ile amshukuru Mungu. Mungu asema hao, mtu aliyesema hao ni watu ambao ni waungwana pia wenye kujivua katika mambo yao. Tumeelewana? Miongoni mwa maneno ya Ali bin Abi Talib yasema, ilahi anta dhu fadlin wa manni wa inni dhu khataya fa'fu anni. Mara kama yosema watu ambao wana amali njema nyingi na nikakitia hajiamini.
So mwenzangu, wewe umepiga tarawih, umepiga witiri, umepiga duha, umepiga wajiona umefika katika ibada, bado muamini wewe. Kuna watu walifanya ibada lakini watu na bado waomba, nasema ilahi anta dhu fadli wa man, Mola wangu wewe ni mwenye fadhila na ni mwenye kunaimisha. Wa inni dhu khataya, na mimi ni mtu mwenye kufanya madhambi. Fa'fu anni, nisamehe, mimi nafanya makosa, nisamehe. Galia watu wa kweli hapa. Kumwangalia Sayyidna Umar mpaka afa hajiamini, akata roho hajiamini, amwambia mwanawe Abdullah, alikuwa akaekwa mto kama ilivyo wagonjwa wengine, amwambia mwanawe Abdullah, ya Abdullah, khudh rasi anil msaada, ondoa kichwa changu kwenye mto, wallahu fawqa turab, eka chini uke kichwa kike chini le, ili Mungu aniangalie kwa jistarehe dunia. Afa ni saani, ni mtu ambaye watamtegemea, amali zake ni nyingi. Je, wewe hapo ndio napokufa kusema washenifeni, jamani, washenifeni basi wapi? Asema Abul Ala Al-Ma'arri, asema idha amana al-insanu billah, pindi anapomwamini mwanadamu kumwamini Mwenyezi Mungu, faliyakun labiban, awe ni mwenye akili, chunge, wala yakhalid biimanihi kufra, asichanganye imani yake na ukafiri. Manake waweza kuwa muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kuna baadhi ya mambo ikawa mshirikisha Mungu. Faliyakun labiban wala yakhalitu biimanihi kufra, wala sichanganye imani yake na nini? Kafiri. Kwamba na jambo ile isikana ndio roho fulani hata kapita kanaambia hivi, hapana, imani yako utaipunguza thamani. Una shaka, omba dua, ombe Mwenyezi Mungu, fanya dua. Umeelewana? Mmoja anazoona sema al-mu'minu yuhsinu wa yabki wal munafiq yusiu wa yadhhak. Mtu ambaye ni muumini anatenda mema, lakini bado mema yake halijapo, alalamika kwa Mungu, Mungu nisamehe kama nimekosea. Lakini mtu mnafiki, mtu muovu, yusiu wa yadhhak, afanya jambo baya alafu cheka hapa Islam ya jamaa nafanikiwa anajifurahisha kama amefanikiwa, ataka ile sehemu sema jamaa mmewingi, maana nimeingia kwa ndani huko, jamaa aliposhtuka mimi kasefu kwa baya. Hili ni jambo baya, lakini baada ya kumwomba Mungu hivi unafanya mambo ya uzaa. Almu'minu yuhsinu wa yabki wal munafiqu yusiu wa yadhhak. Kalla sayalamun, komani punde kidogo watajua, na wakome. Kalla sayalamun, na wakome punde kidogo watajua. Sema raddun, nini hayo? Ni makemeo. Raddun, makemeo. Kalla sayalamun, na wakome punde kidogo watajua. Watajua yapi?
ma yaillu bihim, yale ambayo yatawapata wao, ala inkarihim la, kwa kule kuwakanusha kwao, ala inkari la, kwa kule kukanusha kwake. Umeelewana kwamba siku ya Kiyama yatawapata ma yanzilu bihim, yale ambayo yatawapata wao, inda naz'i, wakati wa kutokwa na roho, au fil qiyama, au wakati wa Kiyama. Likashfi alghita anhu, kilichofunga kile wao kitawekwa wazi live, kama ni adhabu live, kama ni live wazi wazi, utajua. Umeelewana? Thumma kalla sayalamun, kisha na wakome punde kidogo watajua. Taukidun, ni taukidi. Wajia fihi bithumma, na imeletwa kwa hiyo thumma idhani bi anna alwa'da thani ashad min alawwal, kuweka wazi, kutangaza kwamba adhabu hii ya pili ni ngumu zaidi kuliko ya kwanza. Kama ukifa watapata hapa, kifa upata nini, Mungu akupa misukosuko hapa duniani, basi hiyo jua mmepesi kuliko ya huko. Maana ya kwanza kwamba kaburini peke yake ni mtihani, kwamba kitua pale kama umuovu, kaburi ya kubana mpaka mbavu za achiana, naloana mpaka mbavu za achiana. Kwa mfano mtu tukakolewa kubana tu machungu yake, alafu uone kwamba yale ni cha mtoto, uungue tuna moto wa duniani, moto wa duniani kwa kuchukuza uchungu wake, wanajidonda mpaka na kuchukiza. Je, moto huu ndio Mungu asema thumma la yamutu fiha wala ya, hawatokufa wala hawatokuwa, kwa maana utaunguzwa mpaka karibia kuisha ujiupe tena. Sasa kati ya bega lako na ile shikio ni karibuni mwendo wa miaka 40. Haza si mtihani, ina maana utakuwa na jimwili, na ndio maana yake mtu atakayeingia motoni hatakuwa na umbo la mwanadamu aliye mzuri, utakuwa na umbo la mwanadamu mwenye kufanana na nguruwe, kwa sababu umbo la mwanadamu ni umbo la heshima. Sajigego peke yake, gego kama mlima Kilimanjaro, leo utakuwa jipo vipi? Tuko futufutu tu, wewe mwanajino tu, yuso linavovimba na mtu mwingine akukimbia. Je, uambeje gego lako tu ni kama jabali? Mungu atunusuru, tumwogope Mungu, na hatuna la kumwogopa ila ni sisi kumcha Mwenyezi Mungu. Asema kalla sayalamun, na wakome punde kidogo watajua. Thumma kalla sayalamun, kisha na wakome punde kidogo watajua. Asema zajaru, makemeo. Fasayalamuna haqiqata al-hal, tajua uhakika wa hali yake. Inna yarawna al-ba'tha, watakapoona kwamba kufuliwa, amran waqi'a, jambo limetokea, lipo hili hapa. Tumeelewana? Asema katika aya inayofuata, asema ta'kid wajia fi thumma liidhan bi anna alwa'da thani ashad min alawwal, thumma awma ta'ala ila alqudrat ala alba'd, kisha akaishiria Mwenyezi Mungu uwezo wa kufufua mtu. Thumma awma ta'ala ila alqudrat,
kisha akaishiria Mwenyezi Mungu uwezo ala al-ba'd wa kufanya nini, wa kufuliwa. Nasema katika aya inayofuata ameishiria Mwenyezi Mungu dalili zenye kufahamisha uwezo wake ili asimamishe hoja kwa makafiri kwa yale ambayo wameyakanusha. Elewana. Kwa hiyo amesema hoja katika ambazo kadhihirisha ni hoja 9. Asemaje Mwenyezi Mungu? Alam naj'alil arda mihada, hivi je hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Alam naj'alil arda mihada, hivi je hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Ay firashan kalmahd, tandiko kama lezi ya mtoto. Mtoto anatoa kijisponji na nini, atandikiwa na nini, hiyo kiko safi, hakikwenda juu wala chini, kimekaa safi. Ndio dunia. Kama ingekuwa matudutu vipi? Ushahidi kwamba muone kwamba Mungu ana uwezo. Alam naj'alil arda mihada, hivi je hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Ay firashan kalmahd, tandiko kama kigodoro au kitandiko cha mtoto. Waljibala autada, na majabali kuwa ni vigingi. Tathbutu biha al-ard kama tathbutu al-khiyam bil autad, yale majabali ardhi ilipoumbwa ilikuwa inacheza. Mungu akaeka nini? Milima. Keka vigingi milima. Mfano wake nini? Kama inavyodhibiti lile hema. Ukifunga hema, si wafunga vijiti mwisho vya kukaza lile hema. Ndio Mungu aliyofanya ardhi. Na sehemu ambazo hazina majabali mara nyingi, asilimia kubwa mitetemeko inakuwa pepesi. Ni sehemu kama Lushoto, Kubumbuli, wapo kwenda mbele tu. Alam naj'alil arda mihada, hivi je hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Waljibala autada, na majabali kuwa ni vigingi. Tathbutu biha al-ardu, uthibiti kwa vigingi hivyo ardhi. Kama tathbutu al-khiyamu bil autad, kama inavyothibitisha mahema yanavyothibiti kwa sababu ya nini? Vigingi. Walistifham litakrir, hoja ya kwanza Mungu asema kwamba tumefanya ardhi kuwa nini? Hoja ya pili tumefanya nini? Majabali kuwa nini? Vigingi. Baada hapo, wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni nyinyi wake na waume. Lengo lini? Mzaane. Mzaane wengi, na ndio lengo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengi. Kwa maana hapo, kama wewe kama una uwezo wako na nafasi yako, alafu ikawa wapunguza kizazi kusudi kupata dhambi, beliwana punguza dhambi ni vibaya. Uvyae, na ndio lengo la Mtume. Yule bwana alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mungu, mimi nimepata mke mzuri kabisa, macho yake makubwa, pua yake imenyooka, rangi yake nzuri kabisa, lakini tatizo la mke Mtume si mzazi. Je, ni muoe Mtume? Mtume akamwambia usimuoe. Bwana akaenda akaondoka, lakini moyo au kama vijana wetu hawa, yuko chuo, yuko wapi, kapata mume au kapata
mke huko akija afu mwambie bana simtaki mwelewana kabisa, nimepata. Wewe utapiga simu tu, baba kuna fulani aje huko, kubalie, usimfanyie uzito. Masikini hajui yuko kwa wapi, hajui yatoka wapi, hata yeye ameona naye tu chuo tu basi, au kwa kutana kwenye mitandao basi, aone ndio amfaayo. Yule bwana akaja tena kwa Mtume, mwambia Rasulullah, mimi nampenda kwa Mtume, siwezi kumkosa Mtume. Mtume niruhusu nimuoe. Mtume anambia usimuoe. Jamaa kwenda zake. Zizi aja tena, ya Rasulullah, takani wewe. Tumwambia hapana, usioe. Tazawwajul wadud alwalud. Wewe ni watu wenye mapenzi, wenye uzazi. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyamah. Mimi nitajifaharisha kwa wingi wenu. Kwa Mungu anaomba haya, hekima yake watu wazaangu, na Mtume akapendelea ile umati wake uwe na watu wengi wazee sana. Elewana. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni nyinyi dhukura wa inatha, wanaume na wanawake. Sasa aliowaumba nani? Kama nyinyi mkataa, aliomba nani? Kama kusoma kwa historia ya Abu Hanifa, kuna bwana mmoja alikuja katika mji akawaambia watu, huyo Mungu wako ni hata akili, Mungu ambaye huwezi kumnusa, huwezi kumuona, huwezi kumfanyaje, Mungu wako. Ilikuwa ile jambo watu likawachanganya kabisa, likawachanganya. Wakasema lakini tukamuuliza Abu Hanifa yuko. Wakaja kwa Abu Hanifa wakamuuliza. Abu Hanifa akamwambia, wewe bwana hana akili kabisa, tena mbaya, mwendawazimu majununi. Yule bwana jambo likamkera. Kwa nini unaambia sina akili? Wewe huna akili. Kwa nini nasema? Kama kweli una akili yako wainusa, akili yako waishika, hiyo akili yako waiona. Ndio bwana akatota sema kweli. Abu Hanifa anamwambia kweli Mungu yupo. Kwa hiyo watu wenye hekima kama hao, kama wewe ulikuwa mpiga kofi tumwambesha. Naam. Na jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au Mtume kalikataza, wewe ukilifanya ni madhara. Mwanamke mwenye kuweka kijiti, kwanza madhara duniani, mwenye kuweka kijiti kwa muda mrefu, kuna muda ukifika damu yake haizidi, anaotoka hedhi, si hedhi, si lakini sio vijiti. Kuna sheria ya kumwaga nje kwa dharura, lakini kwa dharura sio vijiti. Kwa dharura maalum sio vibaya. Kama waweka tu kwa utashi wako utapata dhambi, na si mke tu, hata Mungu utapata dhambi. Sababu kullukum ra'i. Kama mume hujui utasamehewa kule, ni kama wajua na wewe ushiriki.
Elewana. Alam naj'alil arda mihada, je hatukuifanya ardhi kuwa ni nini? Mtandiko. Waljibala autada, na majabali kuwa ni vigingi. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni wanaume na wanawake. Mwenye uwezo wa nani? Bwana mmoja pia alikuja kwa Abu Hanifa kumuuliza Abu Hanifa kuhusu Mwenyezi Mungu. Mungu hakuna nini? Akamwambia, ile jahazi unapokuwa umeteka bahari, ina tanga au ina mashine, alafu ukipiga hiyo na bahari peke yake bila mtu, kwamba jahazi hiyo ni wapi? Ndio Zanzibar, ndio Pemba, ndio. Je, itafika? Lazima kuwe na nini? Mtu lazima kuwe na nahodha ambaye atafanyaje? Ataiongoza. Basi hivyo hivyo ulimwengu wote huu, kwamba wenyewe bila kuwa na mwongozaji, lazima na mwongozaji, na mwongozaji lazima awe huyu mmoja. Hata kwenye jahazi wameshana, huyu atakayetoka vue kule, yule atakayetoka vue wote kugombana. Hivyo hivyo pia dunia, lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, lau kama katika mbingu na ardhi kungekuwa na Mungu asiokuwa Mwenyezi Mungu, ingeharibika. Ingekuwa watu wa uono watakajua, wakulima watakavua. Kwa hiyo wakiona Mungu huyo hataki kwa Mungu yule, kwa lazima kitu kina mwongozaji, na mwongozaji kwa ulimwengu wote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hilo liwe katika akili yako, si mtu akudanganya. Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, kwa Mungu ni mmoja. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbieni waume na wake. Waja'alna naumakum subata, na tukaufanya usingizi wenu kuwa ni starehe ya viwili vyenu. Aira'atan liabdanikum, ni starehe ya miili. Kama mtu ambaye hana mazoea akikaa siku 3 4 bila kulala auma, kwa hiyo usingizi ni starehe. Mfano mdogo tu, dereva akiendesha gari kama asinzia, bora apate gari pembeni, lakini atangusha gari, sababu kulala ni starehe ya kiwili. Kina maskini anafanya nini? Ndio leo kama ndio hulani wawaje wewe? Wewe ukipata shughuli wiki nzima, shughuli wiki nzima na leo siku saa 5 7 na usingizi umejaa, kwamba starehe na usingizi manufaa yake unafaidisha nini? Mungu chako mwenyewe. Sasa anayekupa hivyo ni kama wajibeza kujicontrol. Mbona dereva akajikaza aendeshe, mwana baadaye apate matatizo? Ni wazi kwamba kile kitu hakipo katika miliki yako, kipo katika miliki ya nani? Allah. Elewana jamani, zote neema ambazo Mungu amewapa wanadamu, kwa hiyo watakiwa wazijue kwamba wao kuna aliyowapa neema hizo. Kwa hiyo wafanye nini? Wamshukuru. Na kumshukuru Mungu kufanya nini? Kumkumbuka kwenye ibada, mshukuru. Umeelewana? Waja'alna naumakum subata, na tukaufanya usingizi wenu kuwa ni starehe ya vilili vyenu. Aira'atan
liabdanikum, starehe ya milele. Waja'alna al-laila libasa, na tukaufanya usiku kuwa ni stara, kuwa ni kivazi. Kivazi ni kitu ambacho fanyaje cha mstiri wenu. Umeoga mchana, umeoga wataka utoke, hata kaja hizo tukawata ukimie ni kinya, tafuta mabukta, tafuta masuruali, tafuta mashuka, tafuta makanzu, tafuta makoti, watafuta vilemba, wewe watoka stara ile. Sasa Mungu amefanya usiku ni stara. Waja'alna al-laila libasa ay satiran bisawati, satiran bisawati, ni wenye kustiri kwa weusi wake. Kuna mambo mchana leo kama wayafanya watu watakuzomea, lakini wewe ukafanya usiku hakuna tike kuona kukomolea. Kuna mambo utafanya mchana lau kama watu wakuona wasema ngoja tuko usiku kwanza, usiku ndio nitafanya. Kuna watu wewe usiku wafanya ile mambo, waona kama Mungu akuone, ni Mungu kakustiri tu. Mungu anakuona kwamba fanya mtihani. Umeelewana sio? Sasa neema hii pia mshukuru jamani. Umeona kijibegi cha watu sema ngoja ile usiku kile nitakivuta. Kwa Mungu ataja neema hizi waambia jamaa lakini wao alam naj'al al-ardha mihada, hivi hakuifanya ardhi kuwa ni tandiko, waljibala autada, na majabali kuwa ni vigingi, antathbutu biha al-ardhu kama tathbutu al-qiyamu bil-awtad. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakumbeni waume na wake. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun au tashkurun. Katika surati Al-Dhariyat tunasema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, katika kila kitu tumeomba namna mbili, mume na mke. Mipapai kuna mume na mke, migomba kuna mume na mke, kila kitu. Lau kama ingekuwa mipapai, migomba ni wake, hakuna waume, isingezaa. Ndio kaona wakati wa upepo mimea mingi inatoa maua. Sababu gani? Upepo unachukua kizalia katika mpapai mume, unapeleka katika mpapai mke. Kazi ya Mungu. Usali pamoja mpapai wenyewe, ule mgomba wenyewe wa usiku, isije makubwa kwamba umepeleka wenyewe, ni kazi ya Mungu. Umechukua huko, umechukua na kitu chukuliwa huko, umepeleka kule, ndio tukatini tukamaliza. Anafanya kwa nani? Amfikiri hiyo. Hilo pia mfikiri hilo. Starehe yako mwenyewe, starehe wala hukani kama unataka kitu kile, unapata kitu. Kwa yote ni uwezo wa Mungu. Ndio sio kama uwezo wako wewe mwenyewe ukadunda kwamba hamna lolote. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni waume na wake, dhukuran wa inatha, waume na wake. Waja'alna nawmakum subata, na tukaufanya usingizi wenu
kuwa ni starehe ya vilili vyenu, ay rahatan liabdani, kuwa ni starehe ya vilili vyenu. Wajaalna laila libasa, na tukaufanya usiku kuwa ni kivazi au kuwa ni stara. Satiran, ni stara bisawadiha, kwa sababu ya nini? Ule weusi wake. Bisawadihi, kwa weusi wake. Wajaalna nahara maasha, na tukaufanya mchana kuwa ni wakati wa maisha. Wajaalna nahara maasha, na tukaufanya mchana kuwa ni wakati wa maisha. Ay waktan ni maaish, wakati wa kutafuta maisha. Ndio unakuta kwenda kazini, watu wanatoka na nini, na ndio maana wenzetu wale wengine wanajua haki za mwanadamu. Ukiingia usiku wapata kuna kitu unaongezewa, kuna kitu unaongezewa, kwa sababu ile wakati walikuwa pumzike, lakini bado kazini. Ndio maana yake usingizi unakushinda. Wengine wasinzia, wengine wakata vidole na mashine sababu asinzia, mwingine kwenye lindo asinzia koroma hata kama gani kwa mlima. Kwa hiyo kwamba wafuasi si muda wako wafuasi si muda wako, muda wako kutafuta maisha ni mchana. Umeona? Wajaalna nahara maasha, na tukaufanya mchana kuwa ni wakati wa maisha. Waqtan lilmaaish, wakati wa nini? Maisha. Wabanaina fawqakum, na tukajenga juu yenu sab'an shidada, mbingu saba zenye nguvu. Sab'a samawati, mbingu saba. Shidadan, jamu shadida. Shadada ikiwa moja ni shadida, ni nguvu. Ikiwa nyingi shidada, ay quwwa. La yuathiru fiha mururu zaman, hakuathiri katika hilo muda wa kupita zama. Hata zama zipite vipi vile Mungu yupo. Kwa sababu Mungu anasema alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu saba moja baada ya nyingine. Ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut, utaona katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu tofauti yoyote. Farji basar hal tara min futur, rudia tena jicho lako, je, unaona pasuko? Mlete injinia kutoka wapi, atajenga msikiti, atajenga jengo, utakuwa na kijimstari japo kimoja, visiwe vile japo kimoja hapo. Lakini Mungu uumbaji wake, utaangalia mbingu mara 100, utaona hata mpasuko, hata alama. Alafu ujifanye kwamba ndio kidumu sana. Mmiliki yote nani? Allah. Nitaka si hawa tu, wewe pia ndio mshukuru sana. Wazungumza wewe bila ruku wala nini, una ruku wala una betri wala una nini, unataka mwenyewe zungumza kwa Mungu. Wabanaina fawqakum sab'an, na tukajenga juu yenu mbingu saba. Ay sab'a samawati, mbingu saba shidadan, zenye nguvu. Jamu shadida, ay quwwatan. La waja'alna sirajan muniran wahhaja, na tukafanya taa yenye nuru yenye kuzagara. Waja'alna sirajan wahhaja, na tukafanya
mataa yenye nuru. Nao nini? Waqala, yani shamsu, linalowaka nini? Jua. Inayowaka jua. Melewana si jua silapo Mungu kaliumba. Jua likishika tukalo walia, takiwa wewe ufanye ibada ya swala kwa tafakari walia au piga vikopo. Bana takiwa rejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada. Melewana? Melewa? Kwa katika dalili 9 hazijamalizika hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, ni lipi waulizanalo? Anin nabail adhim, ni habari kubwa. Bayana au atfu bayana. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao wanakindania, wanatofautiana. Kalla sayalamun, na wakome ndio kidogo watajua. Thumma kalla sayalamun, kisha na wakome ndio kidogo watajua. Alam naj'alil arda mihada, hivi je hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Waljibala autada, na majabali kuwa ni vigingi. Tathubutu biha al-ardu kama tathubutu al-khiyamu bil autad. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni waume na wake, dhukuran inatha. Waja'alna nawmakum subata, na tukaufanya usingizi wenu kuwa ni starehe ya viwili vyenu. Raatan liabdani, raa ya viwili vyenu. Waja'alna llaila libasa, na tukafanya usiku kuwa ni stara. Alisatiran lisawati, kwa yenye kustiri kwa weusi wake. Waja'alna nahara maasha, na tukaufanya mchana kuwa ni wakati wa maisha. Ay waqtin lilmaash. Wabanaina fawqakum sab'an, na tukaumba juu yenu mbingu 7. Sab'a samawa, mbingu 7 shidada, ama mbingu ni 7 moja baada ya nyingine. Kwa hiyo ukiingia mbingu ya kwanza, ukiimaliza, ukija ya pili, wajua hii mbingu gani. Ukija ya tatu, wajua mbingu gani. Na ndio kwa hata katika msafara wa Mtume wa Mi'raj, katika kila mbingu anakutana na watu hawa. Kila mbingu umeelewana? Lakini ardhi ni 7, lakini huwezi kuzijua kwamba hii ni ya kwanza, hii ni ya pili, hii ni ya tatu. Umeelewana? Umeelewana? Waja'alna laila libasa, na tukafanya usiku kuwa ni kivazi, au tukaufanya usiku ni stara. Satiran bisawadi, wenye stara kwa usi wake. Waja'alna nahara maasha, na tukaufanya mchana kuwa ni wakati wa maisha. Wabanaina fawqakum sab'an shidada, na tukajenga juu yenu mbingu 7 zenye nguvu, zimeshikamana baraka, pamoja na kubadilika zama.
ghorofa iliyojengwa karne iliyopita, kuna kipindi miaka ikizidi itakuwa haina nguvu tena, si madhubuti tena, kinyume cha mbingu. Kila siku kama ndio leo, haiathiri kupita zama na muda mwingi kwamba labda wewe imechoka, imefanyaje. Hapana. La yuathiru fiha mururu dufani, hakuathiri katika mbingu hizo mururu zamani, kupita kwa zama nazipita miaka na miaka, lakini iko vile vile badiliki. Wajaalna sirajan wahada, na tukafanya taa yenye kutoa nuru, ay munira wahada ayyamu shamsu. Melawana billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.